kama namna na jinsi ambavyo tuliweza kuzungumza hapo mwanzo ya kwamba uongozi huwa unamfuata mtu na sio mtu kufuata uongozi. Yaani asili ya cheo huwa kinamfuata mtu. Hii ndio asili, inatoka nuni hiyo. Huwa inamfuata mtu na sio mtu kuweza kufanyaje? Kuweza kufuata. Kwa hiyo utakapoleta zile tamaa zako, basi jua kabisa utaenda kuharibia na wengine ambao wako mbali kabisa, hawahusiani na wewe. Aliuliza Imam Ali ghadhabu za Mwenyezi Mungu zimwapike ya kwamba ma yufsidu amra alqaumi ya amiri almu'minin, ni yapi yanoharibu, yanayovuruga, yanayoondoa, yanayoharibu mambo ya watu? Ni mambo gani yanayoondoa mambo ya watu? Qala thalatha wa thalatha, ni matatu kwa matatu. Imam Ali alijibu kwamba mambo yanayoharibu mambo ya watu au majambo yanayoharibu mambo ya watu ni matatu kwa matatu. Jambo la kwanza ni lipi? Wad'u saghiri makana alkabiri, kumweka mdogo nafasi ya mkubwa, kumtanguliza mdogo kwenye nafasi ya mkubwa. Unajua kabisa hii nafasi huyu mtu haendani nayo kwa hadhi ya hichi cheo, au hii nafasi haendani nayo, lakini wewe unaamua kufanyaje? Kumweka. Ukifanya hivyo, basi subiri maharibiko. Na jambo la pili akasema ni lipi? Wad'u jahil ma kana al-alim, ni kumweka mjinga sehemu ya mwanachuoni. Mwanachuoni yupo, lakini kwa sababu ambazo unazifahamu wewe na kuzijua wewe, ukaona umweke mjinga kwa sababu ndiyo itakuwa ni sababu na ni vyepesi kwa wewe kuweza kumcontrol, basi jua kabisa subirini maharibiko. Na jambo la tatu ni lipi? Alisema wad'u tabi'i fil qiyada, ni kumweka mfuasi katika uongozi. Yaani mfuasi wako unamweka katika uongozi. Ima mwanafunzi kumweka katika uongozi. Subirini maharibiko. Sawa, haya ni maneno ya Imam Ali. Kama mtakapoona umma unaharibika, basi jueni kabisa kuna mambo matatu tayari nimeshakwisha kuyafanya. Jambo la kwanza ni kumweka mdogo katika nafasi ya mkubwa, na jambo la pili ni kumweka mjinga katika nafasi ya mwanachuoni, na jambo la tatu ni kumweka mfuasi ima mwanafunzi katika uongozi. Haya ni mambo ambayo yanayokwenda kuharibu umma. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, idha wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhur saa. Idha wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhuru saa, atakapopewa mtu majukumu ambayo si yake, fantadhuru saa, subirini maharibiko. Maharibiko yanakuja muda sio mrefu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tunaelekea katika uongozi wa kuweza kuwachagua viongozi wetu wa misikitini, wa kuweza kutuongoza katika sala na mambo mengine katika harakati za msikiti, na viongozi wetu wa kata mbalimbali nchi nzima. Kwa hiyo na viongozi wetu wa wilaya. Kwa hiyo tujitahidi, tujitokeze katika kwenda kupiga kura, na ili tuweze kuwachagua viongozi ambao wanastahiki, viongozi ambao wana sifa, viongozi ambao watakuwa ni waadilifu na watakuwa tupenda na tutakuwa nao kwa muda na wakati wote, na sio viongozi hewa. Sasa jitahidi uende ukapige kura, jitokeze kupiga kura, kwa sababu ndio jambo ambalo litakalokufanya wewe umpate kiongozi ambaye atakayekuwa sahihi. Sio baadaye uchaguzi umeshapita ndio ukaja kusema kwamba huyu kiongozi hatufai. Hapana, huu ndio wakati sahihi wa kwenda kumchukua ile kiongozi ambaye anafanyaje tunayotaka. Viongozi wetu wako tayari, wamesimamia uchaguzi vilivyo na hakuna janja zozote. Uchaguzi utakuwa vizuri kabisa. Kwa hiyo ni waombe sote kwa ujumla twende tukawachague viongozi ambao wanastahiki, wenye sifa na vigezo vya kuweza kutuongoza, ili tusiweze kupata maharibiko kubelini. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullah.